Mgonjwa akamwambia, Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza bwawani maji yanapotibuliwa. Nami ninapotaka kutumbukia bwawani, mtu mwingine huingia kabla yangu. Yesu akamwambia, simama, chukua mkeka wako na uende. Mara yule mtu akapona na akachukua mkeka wake na akaanza kutembea. Tunaona ya kwamba Yesu alitembea katika hekalu na akampata mtu ambaye alikuwa amegonjeka kwa miaka 38 na alikuwa amefikia mahali ambapo hata watu wake walitoroka. Alikuwa amewachiliwa, alikuwa anahangaika peke yake. Na neno linatuambia ya kwamba katika hiyo hekalu malaika alikuwa akishuka na kutibua maji, analipua maji, na mtu yule ambaye ataingia katika hayo maji wa kwanza, huyo mtu alikuwa akipona, alikuwa akipata suluhisho. Lakini tunaona ya kwamba huyu mzee hapa hakuwa na mtu ambaye alimjali, hakuwa na mtu ambaye alikuwa na haja na yeye. Alikuwa amehangaika, hana mtu wa kumsaidia. Lakini Yesu akamuuliza swali, je, wataka kupona? Je, wataka kupata nafuu? Je, wataka kutoka katika hii hali huko? Na hiyo ndiyo swali ambayo Yesu ninaamini bado anauliza hata leo. Bado anakuuliza mimi na wewe. Ati je, wataka kupona? Je, hali yako ambayo imekutesa, sijui umeteseka kwa muda mgani, sijui umehangaishwa kwa muda mgani, ninaamini ya kwamba haujafika katika hali ambayo uko bila mpango. Kumekuwa na msururu, kumekuwa na mambo ikiendelea step by step hadi umefika mahali umefikia leo. Kama ulikata tamaa au kukata tamaa tu hivyo, lazima kuna mtu alikuvunja moyo. Lazima kuna mtu alikanyaga mahali na ukakata tamaa. Na ukajikuta sasa ujali. Ukajikuta sasa umekata tamaa, umejiachilia. Lakini ninakuja kukuuliza swali jioni hii. Je, wataka kupona? Je, wataka msaada? Hivyo ndio Yesu anauliza leo. Ati je, unatamani nikusaidie? Umejaribu peke yako kwa miaka mingi. Watu wenu wamekuacha. Hauna mtu wa kukusaidia. Hakuna mtu anakujali. Unatafuta suluhisho ya muda mfupi ya kupumbaza mawazo, lakini ndani yako unajua